Hai ndugu zangu. So kuhusu hii content ya Manara, hizi voice note, I think nimeona kuna watu wameona kwamba nina roho mbaya, kwamba labda nimemharibia ni sehemu kubwa ya maisha yake, sehemu kubwa ya kipato chake nimemharibia kwa zile content. Unajua mimi mara nyingi sifanyaji kitu without a reason. The situation na mimi na Manara ni kwamba tu yeye hakufanikiwa kuniharibia mimi kipato changu, kunifungia mimi afya yangu, hakufanikiwa. Yaani ni kwamba yeye ndo alijaribu kuniharibia kipato changu, kuniharibia maisha yangu, kuhakikisha siwezi kulea watoto wangu kabla yangu mimi. Je, namaanisha nini? Mwaka jana hajawahi kunifuata DM. Akanipa vitisho vya kutosha. Akaniambia sio nakuja Marekani, tunakuja Marekani. Tutakunyosha, utapoteza kila kitu. Unaona? Mimi sikuchukulia serious, nikaona huyu atanifanya nini? Unaona? Nikaambia karibu. After some time mtu akanifuata, mtu wao huko akanifuata, akaniambia hivi Mange, hivi unajua kwamba Haji anamjaza Diamond kishenzi aje akufungulia kesi Marekani, akusuu, achukue kila kitu na hapo ifungwe, kwa sababu yeye kashindwa, kwa sababu yeye hana hela ya kuja Marekani na kukusuu wewe, yeye hana hela kuendesha kesi Marekani. Kwa hiyo anamjaza Diamond afanye. Mimi sikuchukulia serious kasema. Kwa sababu pia hakuwa na evidence, kwa hiyo mimi nikapoteza, ngajua tu maneno, hakuna kitu. Hakuna kitu wapi. Kumbe shughuli serious. Mwaka jana mwezi wa 8 sio mwezi wa 7 ile. Diamond alihaya mwanasheria mkubwa, kampuni kubwa, sio kampuni ya kijinga. Yaani kiasi kwamba mimi nimepokea zile document. Kwanza nimesoma ile law firm, nimegoogle, nikamsoma ile mwanasheria ile sign alichukua kesi, akili kanikaa sawa mwenyewe. Ni vile tu na mimi sasa hivi niko kwenye position ya kuwa na hela ya kupambana na kesi. Unaona? Diamond alienda kwa bonge la law firm hapa Marekani, bonge la attorney. So ikanibidi mimi nikasema huyu kaenda kwa huyu attorney mkubwa hivi, inabidi mimi niende kwa law firm kubwa zaidi ya hii, alionda nitafute lawyer mkubwa zaidi, kwa sababu Marekani bwana, kesi Marekani unaweza ukawa na kesi nzuri ya kushinda, ila kama una lawyer mbovu unashindwa ndugu yangu. Au unaweza ukawa una kesi very weak, kwamba wewe unaenda kushindwa ile kesi, yaani kesi uchomoki, lakini ukiweka lawyer maana kesi inapanguliwa dakika 2. Kwa hiyo nikajiandaa hapa niache upare, na mimi niende kwa mwanasheria mkubwa zaidi yake yeye, ili tukapambane vizuri. Kuingia tu pale wewe, Haji Manara nini cost wewe? Kuingia tu pale kumuona yule mwanasheria, kuingia ile tu consultation, kwenda naye na yale madocument. Makidamu nilitumia madocument yako hivi. Kesi kila post iliwahi kumwandika Diamond ilikuwa filed pale. Kila post. Alafu sasa sio Diamond peke yake. Yaani kama Haji Manara ananiambia tunakuja, Diamond alikusanya watu, add kwenye ile kesi Professor J, dada yake ile Esma, yeye mwenyewe Diamond, na kukua kuna kijana mwingine hivi sio nani, simkumbuki. Walikuwa watu kama 4 wako represented na hiyo law firm, ili kesi iwe kubwa. Yaani kama wananiambia tunakuja, tutachukua kila kitu, ndio Diamond alichofanya, kesi iwe kubwa. Kwa hiyo mimi nimeenda ile kuingia consultation, na file liko hivi, mavitu yote leo kuandika, maombea yote leo kuandika kuhusu hao watu 4 yote. Alafu
yani ya faili iko hivi. Kwa hiyo ile kuingia tu pale mlangoni kwenye ile law firm $5,000 ndugu yangu consultation. Bado hajachukua kesi $5,000 kuingia tu pale, yani kuonesha tu na issue tunafanyaje. Nimeingia pale, lawyer akapitia yale document pale dakika 2. Kwanza document zenyewe damu sio ilifanya ubaili. Hiyo law firm yenyewe document zote wamezitranslate kwa Google Translate. Yani hawakupeleka kwa zile kampuni special za kufanya translation za lugha legal yani kufanya translation ya lugha vizuri. Wamefanya translation ya kila kitu Google Translate. Kwa hiyo kwanza Kiingereza kibaya, broken, vitu vingine vieleweki. Kwa hiyo yani walileta two sets. Posti zote ambazo nimeandika kwa Kiswahili na zile ambazo wamezitranslate kwa Google Translate. Kwa hiyo nimeenda pale kwa lawyer kwanza anaangalia zile kazipitia tu zile za Google Translate dakika 2. Kazipitia zile kwanza. Akasema kazipitia kama hii ndio kesi wanakuletea. Anaambia hawa hawana kesi. Hakuna kesi. Hii kesi tunaipangua dakika 2. Tunaidismiss dakika 2. Na hata mahakama ikataa kudismiss tunamshinda huyo dakika 2. Lakini kesi itakukosti sana. Awali fee ya lawyer $1,000 na ushuzi. Hiyo kampuni awali fee. Lakini kesi tutashinda. Sasa wewe uache ubaili, kwa sababu kesi tutashinda. Huyu Diamond atarudisha hela yote ambayo utatumia sisi kutulipa. Mahakama itamwamuru alipe hiyo pesa yote utakao spend wewe. Kwa hiyo wewe spend hela itarudi. Diamond atalipa. Sisi cha kwanza tufika pale mahakamani kwanza tunamuomba jaji kwamba huyu sio Marekani. Kwa hiyo sisi tukishinda kesi hapa hatuna jinsi ya kupata hela. Tunaomba kwanza awekeze hapa Marekani $100 fulani ili sisi tukishinda tupate hela yetu. Maana yeye akishinda huyu Mange kila kitu kiko Marekani. Ana jinsi ya kukipata. Sisi tunapataje vitu vyake huko Tanzania? Aweke kwanza hapa mahakamani kiasi fulani ili hela kesi akishinda na sisi tuna jinsi ya kupata hela yetu. Sasa kwa hiyo lawyer kanambia kwa sababu Diamond alinipa siku 14. Kama sitaki aende mahakamani anipeleke mahakamani completely. Kama sitaki anipeleke mahakamani aliniambia nifanye vitu sio 3 4. Cha kwanza nifute kila kitu nje kumwandika kwenye social media yote, nifute kila kitu, na kwenye app yangu nifute. Baada ya kufuta niandike posti kwenye app, social media account zangu zote, na kwenye app yangu niandike kwamba habari zote nilizowahi kuandika juu ya Diamond na hawa watu wote hapa niliandika uongo, niliosingizia, niliwachafua, naomba msamaha. Na sitoka niwaandike tena, na sitorudia kosa. Ndio Diamond alichotaka nifanye. Kama sitaki anipeleke mahakamani na aje kunichukulia vihela vyangu, nifanye hiyo kazi. Kwa hiyo yule anaangalia anaambia bwana, hii kesi umeshinda. Tatizo ni kwamba itakukosa sasa hivi hela zako, huyu Diamond atakurudishia baadaye, maana tutampiga hii kesi. Tutashinda. Sisi tunakushauri tu, lakini mwisho wa siku kesi hii ni kwako. Yani lolote linaweza kutokea. Wewe amua. Unataka kumwomba huyu msamaha ili ya mambo yaishe au unataka kwenda kupambana naye mahakamani. Hiyo sikufikiria dakika 2. Nimwambia yule lawyer mimi mpale. Sisi tumeombewa kesi. Acha. Yaani sasa hivi hapo kazi hii hapo kazi yote mtawafanyia nyinyi kulipa ili tushinde kesi. Lakini msamaha siombe. Maana nikaambia nikishaomba huyu msamaha, nikishaomba msamaha biashara yangu imekufa na muandika ndio. Na wakati nimeshasema habari nilizokuwa naandika kule ni za uongo, nilikuwa nasema vitu vya uongo. Si ndio? Yaani mpaka hapo siajimara ameshafanikiwa. Hapo imeshakufa. Nikisema nije pale niseme jamani nilimsemea Diamond uongo, nilimsemea Esma uongo, issue ya Professor Jay ndio anatafuta hela za nani za urithi wa kuachia familia yake. Ndugu zangu, ndio nataka je zipatie kwenye hapo sijui.
Unaona? Nikamwambia lawyer, mimi ni mpare. Au mtu msamaha. Nitatembea peku kwanza, nitauza. Yaani mpaka nikaingia mkataba. Nikaingia yaani sikuingia mkataba, yaani kwamba tukakubaliana kwamba yaani kama kesi ikienda huko nitawapa mapato yangu kiasi fulani every month, kwa sababu atuli kesi itaenda for how long, mapato ya kwa safa kiasi fulani nitalipa lofa. Yaani nilikuwa tayari niende tuto na Diamond mahakamani mpaka wote wawili tufilisike kulipa haya makampuni makubwa ya law. Wote tufilisike, tuwalipe mpaka account ziwe nyeupe. Lakini siombi msamaha. Yaani nilikuwa nasema Haji Manara na Diamond wanishinde nini? Sasa nyie ambao leo mtu unaweza kuona mimi nina roho mbaya. Haji Manara alikuwa ananimaliza, alikuwa anafunga hapo mwaka jana. Ni vile tu bahati Diamond kaja kanikuta kipindi na mimi na hela ya kupambana. Kwa sababu ningeipata ile barua kwa lafa inayoenda ni kubwa. Ningekuwa sina hela nisingeweza kupambana. Yaani kwanza pale wewe ningefanyaje? Maana ile letterhead tu ya ile kampuni kwa pale unatetemeka. So guys, mnamuonea huyo huruma. Ndio kwamba leo hii kungekuwa hakuna app ya Ombea kama Haji Manara angefanikiwa. Ningekuwa sipo. Kwa hiyo nilipomwambia langu niko tayari kupambana, siombe msamaha, kanambia kama umeamua hivyo basi watulia, kaa kimya, tusijibu hii barua yao. Kwanza tusiwajibu hii ni barua yao, tusiongee. Kwanza ametutumia document Kiingereza cha Google Translate. Hatuelewi chochote. Hatujaelewa chochote. Kwa hiyo cha kwanza kesi tutaomba mahakama hizi document wakazitranslate kwa kampuni zinazoeleka, tusomi kitu hizi. Wanafanya Google Translate. Watoe maelfu ya madola. Zile document hizi document tu zimekuwa nyingi hizi. Diamond kuzitranslate hizi document moja hapa dola 50 mpaka dola laki. Kuzitranslate tu into proper English. Ndio maana wameenda Google Translate. Kwa hiyo cha kwanza tutaomba uzitranslate. Kwa hiyo kaniambia wewe kama umeamua unaitaka hii kesi, kaa kimya, tulia. Sababu umekupa wiki mbili. Wewe tukae kimya hizo wiki mbili, tusubiri watuletee lawsuit ya mahakamani, tulie, tunaweza kupambana. Ile sisi sababu umeshatoa hichi kidole 5 chako cha kwanza hapa, sisi tuko standby. Na wakileta kweli tutakwambia ongeza kesi fulani. Kwa hiyo wewe sasa hivi subiri. Na yani mchezo wa kwanza akaniambia kwanza hapa Marekani kuna sheria ya nimesahau jina ambayo yani ukimsuu mtu yani kwa defamation, kuna hiyo law ambayo huyo mtu unamsuu anaweza yeye akakucounter sue kwa kuingilia uhuru wake wa kuongelea. Akaniambia kwa hiyo yani sisi kwanza tutaiomba mahakama tuanze kusikiza kesi yetu ya kuingilia uhuru wako. Ili mahakama kwanza iamue. Je, uhuru wako wa kuongea hapa umeingiliwa au hujaingiliwa? Tukimshinda hiyo kesi yetu, hii kesi yake iko nje tayari. Au yani tukimshinda hiyo kesi tayari wewe anakulipa fidia ya kuingilia uhuru wako, afu kesi yake ndio itasikilizwa. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta wewe umeshinda kesi, yeye kaamua kulipa mahela, na hata kama wewe ukija kushindwa ile kesi ya defamation, kwa sababu na yeye ameshashindwa ile kesi ya kwanza, zika offset, hakuna mtu analipa mwenzie kitu. Au kutokana na labda huku judgment kubwa huku judgment ndogo, mkajikuta kuna mmoja analipa wazee hela ndogo, lakini hii kesi ushindwi, Manara mtamuonea huruma. Hiyo mimi I don't care. Manara alikuwa tayari kunimaliza. Mimi. Na najua kwa nini chomfanyia jana. Najua sasa hivi ataanza kumpa Diamond. Sijui nani. Twendeni mpelekeni kamalizeni. Hivi lazima anabaki kushindwa. Hivi lazima ndo ataniacha. Kwa nini chomfanyia jana? Awe.
atatafuta jinsi, yani atatafuta mtu yote mwenye hela yani ya kuja kufunga hapo. Na hata niweza, sababu na mimi mwenyewe sasa hivi tajiri kudadeki, na uwezo wa kuhaya maloya wa $1,000 hourly charge. Oh, there's nothing he can do to me. Nimemaliza.